Karibu mtazamaji wa Fedha na Imani TV katika somo la leo. Leo tunaanza tena tunaendelea kujifunza siri mbalimbali za matajiri wanazozitumia na utofauti kati ya tajiri na watu wa kipato cha kati na maskini pia. Leo tunaenda kuingia kwenye kitabu cha Rich Dad na Poor Dad kilichoandikwa na Robert Kiyosaki. Kitabu hiki mwandishi wake ni mwalimu mzuri wa elimu za fedha. Sasa ndani ya kitabu hiki kuna siri ya kwanza. Siri ya kwanza iliyoandikwa maana yake ni kwamba matajiri hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa, lakini maskini na watu wa kipato cha kati wanafanya kazi kwa ajili ya pesa. Hii ni kitu cha msingi sana ukielewe. Ninaposema kwamba kwa nini maskini wanafanya kazi kwa ajili ya pesa, maana yake ni kwamba wanafanya kazi, wanapata mshahara, wakishapata mshahara wanalipa bili, wakishalipa bili pesa inaisha, wanafanya kazi tena. Kwa mzunguko wao uko kwenye rat race. Yaani mzunguko wao uko kwenye rat race. Mbona unaweza kukuta mtu mpaka anakuja uko staff hana kitu chochote. Maana yake ni nini? Lazima utoke kwenye huu mzunguko ndio unaweza kuwa na uhuru wa uchumi. Hata kama umeajiriwa, unaweza kuwa na uhuru wa uchumi. Lakini sasa cha kunoti, kwa nini matajiri wengi hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa? Wanamiliki mifumo ambayo inaweza kuingizia kipato na hata kama wamelala, hata kama hayupo kazini. Kwa nini? Robert Kiyosaki amegawa makundi manne. Lakini alivyogawa ambayo yanaingiza kipato. Kundi la kwanza ni wafanyakazi na kundi la pili ni watu ambao wamejiajiri kwenye biashara. Inaweza kuwa ni duka, anaweza akawa na ofisi, labda hata kama ni mwanasheria, anaweza kuwa ni ofisi ambazo ni ndogo ndogo. Sasa hili kundi Robert Kiyosaki ameliweka kwenye upande wa kushoto, yani upande mmoja. Lakini pia kundi la pili ni wale wanaomiliki biashara, business owners. Anaweza akawa na kiwanda, anaweza akawa na mfumo mwingine wote ambao unaingiza pesa hata kama amelala. Lakini pia kuna investors ambao wamewekwa ndani ya kitabu hiki kwamba hawa ni watu ambao wanawekeza. Anaweza akawa anawekeza kwenye real estate, anaweza akawa amewekeza kwenye hisa. Sasa kwa nini hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa? Wao walichokufanya, matajiri wananunua muda wa watu wengine. Anaponunua muda wa watu wengine, yeye anakuwa na uhuru, kwa sababu anaelewa tajiri kwamba muda ni rasilimali ambayo haiwezi akaipata. Kwa lazima amiliki mfumo ambao utamuingizia pesa hata kama yuko hospitali. Ni kitu cha msingi sana. Hiki ni cha kuelewa. Hii ni siri ambayo unatakiwa uifahamu vizuri. Wewe kama kijana lazima uanze kuishift ya akili yako na kubadilisha mtazamo kutoka kwenye rat race ambayo ni fanya kazi, pata mshahara, lipa bili, fanya kazi tena. Hii utakuwa maskini maisha yako yote. Lazima uanze kuhama, ushift kwenye hii rat race hata kama umeajiriwa. Ni kitu cha msingi sana hiki cha kukizingatia. Lakini kitu cha pili, matajiri wanamiliki asset, mali, na hawamiliki liability. Hata wakiwa wanamiliki liability ni kidogo sana. Maana ya liability ni kama madeni. Mali ni nini? Mali ni kitu chochote ambacho kinakuingizia pesa mfukoni mwako. Hiyo ni mali. Kama una gari labda tuseme semi ambalo linabeba mchanga, hiyo ni mali inayokuingizia pesa mfukoni wako, haitoi. Lakini liability ni kitu ambacho kinatoa au pesa tu mfukoni mwako. Hili ni deni. Yaani bila kuingiza, inaweza kuwa ni gari ambayo unatembelea, kazi yako ni kuwekea mafuta na service mbalimbali. Hizo zote ni kama deni. Lakini siri nyingine sasa ambayo ipo kwenye hili somo ni nini? Robert Kiyosaki anasema hivi, kitu ambacho ni cha msingi sana, wewe kama kijana lazima ujifunze kutofautisha kitu ambacho kinatoa pesa mfukoni mwako na kile kinachoingiza pesa mfukoni mwako. Kipaumbele kiwe zaidi kwenye kitu ambacho kinaingiza pesa kwenye mfuko wako. Na hii ndiyo mali. Na uhuru wa kifedha unaongezeka pale unapokuwa na vitu vingi sana vinavyokuingizia pesa mfukoni mwako. Kitu ambacho kingine amekielezea Robert Kiyosaki ni kwamba umuhimu wa elimu ya fedha. Matajiri wengi wanaelewa elimu ya fedha, wanajua kusoma namba ambazo, wanajua kusoma trends za bidhaa, wanajua kuelewa kwamba soko sasa hivi
linapanda au linashuka, wanaelewa. Lakini pia wanaelewa uwekezaji, kwamba ni wapi wawekeze pesa zao na zibaki salama na mtaji walinde, lakini pia hata faida wapate, wanaelewa. Lakini pia wanaelewa sheria za kodi kwa undani. Wewe kama kijana, hii ni elimu ambayo unatakiwa uifahamu. Kama unatamani kuwa mfanyabiashara, lazima uwe mfanyabiashara. Kama unatamani kuwa na uhuru wa kifedha, lazima tu utaingia kwenye career ya biashara. Na hii kitu ni cha msingi. Kwa elimu ya fedha ni kitu ambacho ni cha msingi. Na hapa vijana wengi, cha kusangaza ni kwamba hawahudhurii hata kwenye matamasha mbalimbali ambayo yanafundisha hizi elimu. Lazima uanze kujifunza, ujifunze hisa ni nini ukiwa bado kijana. Uelewe trends za biashara, uelewe vyote, update zote uwe nazo. Kwa sababu gani? Usipokuwa na uwezo wa elimu ya fedha, maana yake huwezi ukawekeza sehemu ambayo ni sahihi. Utakuwa na taarifa sahihi. Kama utakuwa na taarifa sahihi, ile pesa yako ya mtaji ambapo utaenda kuiwekeza utaipoteza. Kitu kingine ambacho amekielezea Robert Kiyosaki ni nguvu ya kampuni. Niliwahi kuambia kwamba matajiri wanawekeza sehemu ambayo kuna unafuu wa kodi, na ndio maana utawakuta wengi wanamiliki makampuni. Kwa sababu gani? Wanaelewa kwamba mfanyakazi analipa kodi kubwa zaidi kuliko hata huyu. Kwa sababu gani? Mfanyakazi anapoenda benki, makato ni mengi, atakatwa pay, ile kodi ya moja kwa moja, atakatwa kinua mgongo, atakatwa, makato ni mengi pale, atakatwa. Ile pesa inayobaki ndio yeye anaanza sasa kuitumia, na badala ya kuitumia, pesa yote inaishia kwenye bills na inaisha, anarudi tena kufanya kazi. Lakini tajiri anapata pesa, anawekeza gharama zile zote kwenye kampuni. TRA wanapokuja lazima wazipigie, wazikate, faida inayobaki ndani ya kampuni ndio wanalipa TRA. Ni kitu cha msingi sana, lazima ukifahamu hiki wewe kama kijana. Sasa maana yake ni nini? Lazima uelewe sheria za kodi, uelewe ni wapi ambapo kuwekeza. Na mimi wanawaambia vijana, kama sasa hivi anza kunuia kumiliki kampuni ambalo litasolve tatizo fulani ndani ya Tanzania yetu. Sasa maana yake ni nini? Sasa wanaelewa pia ni wapi ambapo wanawekeza kwenye sehemu ambayo inaitwa capital, kwenye sehemu ambayo inaitwa capital allowance. Capital allowance imo ndani ya TRA, kwamba ni sehemu ambayo inamruhusu tajiri anaonunua kitu, lakini au anawekeza kitu kinarudisha mtaji wake na faida anapata, lakini pia na kodi bado analipa. Lakini wanawekeza sehemu ambazo zina tax exemptions au tax reliefs au tax holiday. Tax exemption maana yake ni likizo ya kodi. Likizo ya kodi maana yake ni kwamba kuna sehemu, kuna sekta hata Tanzania zipo ambazo zinakuwa na likizo ya kodi. Mwekezaji anapokuja anapewa muda fulani, miaka fulani, bila kulipa kodi. Kwanza aione biashara itakavyoenda, kama itakuwa inalipa ndipo anaruhusiwa kufanya kulipa TRA. Matajiri unapigia pesa huku, na hizi sio nyingine. Utakuta kwenye processing unit, kwa mfano kama kwenye viwanda vya majani ya chai, wanaruhusiwa kuwekeza. Kuna tax exemption zingi, hizo wanazitumia. Kitu kingine, tajiri anatengeneza pesa. Hii ni tofauti kubwa kati ya tajiri na maskini ambayo inamtofautisha. Tajiri anatengeneza pesa, lakini maskini anasubiria fursa. Maskini kazi yake ni kusubiria fursa ije ndio atengeneze pesa, lakini tajiri utofauti mkubwa, anatengeneza fursa. Ile fursa anayoitengeneza ndio inayompa inampa pesa nyingi kuliko kawaida. Hiyo kwa tajiri kazi yake anatumia akili yake kubwa kutengeneza pesa. Na Robert Kiyosaki anasema hivi, kati ya mtaji mkubwa mwanadamu ulionao wewe kama kijana ni akili yako. Jinsi akili yako utakavyoitumia ndivyo itakavyo determine matokeo na pesa utakayoipata na mafanikio utakayoyapata. Tumia akili yako vizuri. Acha kusubiria fursa, tengeneza fursa wewe kama kijana. Karibu Fedha na Imani TV. Taarifa zote na update nyingi zote utazipata hapa. Karibu. Mafundisho ya kodi utayapata. Taarifa mbalimbali za biashara utazipata. Usisahau kusubscribe na kucomment. Mungu akubariki sana.